hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa nani jamani? Mungu. Huyo mwanzo alikuwepo wapi? Kwa Mungu. Inapendeza. Alafu mstari wa 3, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Jamani, Bwana Yesu na asifiwe sana sana sana. Kwa hiyo hapa Yesu anaonekana katika Agano la Kale kama muumbaji. Jamani, haleluya. Na kwenye hii Yohana ndipo anapotuonyesha vizuri kwamba alikuwepo kwenye uumbaji. Jamani, haleluya. Na pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Na mchana wa leo namuomba Bwana kwamba huyu muumbaji aumbe jambo jipya katika maisha yako kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema huyu muumbaji, haleluya, nasema huyu muumbaji aumbe uchumi wako upya. Huyu muumbaji aumbe afya yako upya. Huyu muumbaji aumbe kilo chako upya. Huyu muumbaji aumbe jambo jipya katika maisha yako ambayo sikio halijawahi kusikia wala jicho halijawahi kuona. Maana pasipo huyu Yesu, huyu muumbaji, hakuna chochote kinafanyika. Oh Yesu, umba jambo jipya kwa mtu wako huyu. Haleluya. Bwana aumbe jambo jipya. Haleluya. Na pasipo huyu hakuna chochote kilichofanyika. Ndio maana pasipo Yesu unaitwa bure. Yule Mwai Kibaki, Kiswahili cha Kibaki, alikuwa anataka kusema watu wasiofanya kazi. Anasema kama ufanye kazi wewe ni bure. Hata nyumbani kwako wewe ni bure. Kwenye kiwanda chako wewe ni bure. Sasa pasipo Yesu ni bure. Hakuna chochote kinafanyika. Kwa hiyo huyu anaitwa muumbaji kwenye Agano la Kale. Muumbaji. Pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Ninajidai kwa sababu muumbaji anakaa ndani yangu na anakaa ndani yako. Sema haleluya. Narudia tena, muumbaji akuumbe upya, akufinyange upya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hai. Anaitwa muumbaji. Hebu jipige kifuani. Sema Yesu, umba jambo jipya ndani yangu. Hebu sema, jiambie mwenyewe, jitolee unabii. Sema leo kuna jambo jipya linaumbwa ndani yangu. Bwana aumbe roho ya ujasiri badala ya roho ya uoga. Bwana akuumbie moyo msafi na maisha safi badala ya maisha maovu. Sema amina. Bwana afanye jambo jipya la kiungu liumbike ndani yako, na kila mmoja atakayesikia na atakaye kuona masikio yatawasha. Maana Bwana hakuna anayemzuia kuumba upya. Haleluya. Nina furaha ise. Yupo muumbaji anaumba jambo jipya. Wewe mjane, kuna jambo jipya Mungu anaumba ndani yako. Wewe yatima, kuna jambo jipya Mungu anaumba ndani yako. Wewe mfanyabiashara, mambo yamekuwa yaendi vizuri, na kuambia pasipo yeye biashara haiendi. Ni yeye awapaye watu nguvu za kupata utajiri. Jambo jipya kwenye project zako, kwenye kazi zako na ofisi zako likaumbwe kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Ndio. Haleluya. Nasema ndio. Kwenye Mwanzo, kwenye hicho kitabu cha Mwanzo, anaitwa mlango salama wa safina. Jamani, haleluya. Mlango salama wa safina. Haleluya. Jamani, mnakumbuka ukisoma kwenye Mwanzo 6:17-18,
Mwanzo 6:17-18. Tunakumbuka jamani, Nuhu alijenga safina na Mungu aliweka mzigo kwa Nuhu akimwambia kwamba maovu ya watu yamezidi, kwa hiyo kuna gharika itakuja. Kwa hiyo Mungu akamwambia Nuhu ajenge safina, na wakati Nuhu anajenga safina kwa miaka mingi, alikuwa anaendelea kuhubiri na kushuhudia akiwaambia watu, jamani, tubuni, msipotubu gharika yaja. Watu walikuwa wamwelewi Nuhu, lakini siku ya gharika ilipotokea, Biblia inasema wengine waliogelea mpaka kwenye boti ya Nuhu, lakini mlango ulikuwa umefungwa. Wapendwa, Bwana Yesu na asifiwe sana. Huyo anaitwa mlango salama wa safina. Jamani, jina la Bwana nalibarikiwe sana. Kwa hiyo wale ambao waliingia ndani ya safina wakati mlango ukiwa wazi, wao waliweza kupona, hawakugharikishwa. Jamani, haleluya. Sasa huu ni mlango wa safina, jamani, haleluya, ulio salama, ya kwamba huyu Yesu kama ni mfano wa safina, tukiwemo ndani yake tuko salama, tukiwemo ndani yake hatugharikishwi, tukiwemo ndani yake tuko salama, tukiwemo ndani yake tumelindwa, tukiwemo ndani yake tumetunzwa. Jamani, haleluya. Wale ambao waka nje ya safina hali ni mbaya, lakini huu ni mlango salama wa safina, tena wenyewe uko wazi kwa wote wanaoendea. Jamani, haleluya. Yesu Kristo mlango salama wa safina, kila mmoja anayekimbilia mlango uko wazi. Jamani, haleluya. Kwa hiyo nakualika asubuhi ya leo, twende kwenye mlango salama wa safina. Haleluya. Wale wakaimba ndani ya safina, ndani ya safina, jamani nasema, kumbe kapiki kapo jamani nasema ndani ya safina, ndani ya safina, ndani ya safina, tuingie sote. Haleluya, haleluya. Naitwa mlango salama wa safina. Tangu tulipookoka tumejitenga na mauti, tumetengwa na uovu. Nisikie mtu mmoja anayesema haleluya. Na safina hii haishindwi na mawimbi. Jamani, haleluya. Hata yajapo mawimbi, safina hii haitishwi na moto wala chochote. Ukishaingia kwenye safina, wewe uko salama. Tukishaingia ndani ya Yesu, tuko salama. Nje pana gharika, nje pana magonjwa, nje pana mikosi, nje pana laana, nje pana mauti, lakini ndani ya safina kuko salama. Kwa hiyo mtu mmoja akasema ndani ya safina bwana palikuwemo na mavi ya ng'ombe, palikuwepo na mavi ya kunguru. Unakumbuka kunguru ndiye alitoka kunguru ni mtundu tangu miaka mingi. Yeye ndo alitoka wa kwanza kusurvey kama huko nje kuko sawa. Jamani, haleluya. Huko ndani kulikuwepo na uchafu mbalimbali, lakini nje palikuwepo na mauti. Nasema nje palikuwepo na mauti. Jamani, haleluya. Nasema nje palikuwepo na mauti. Kwa hiyo tukae ndani ya safina, na safina yenyewe ni Yesu wa Nazareti aliye hai. Jamani, haleluya. Tumekimbilia ndani ya safina. Haleluya. Nilipokuwa nahubiri mkutano kule Mlandizi, yule kijana ambaye mimi nilikuwa nashuhudia namna ambavyo kuna vitu vilikuwa vinanitembea mwilini. Sasa kumbe Mungu alikuwa na mpango wa kumuokoa yule bwana mdogo, na mwenyewe ni Msukuma, ametoka Mwanza, na mwenyewe alikuwa na vitu vinatembea kwenye mwili wake.
Sasa wakati tunaendelea kuhubiri, kati ya watu walioangushwa na nguvu za Mungu ni pamoja na yule bwana. Mapepo hayakuweza kuvumilia. Jamani, amen. Yakatolewa yale mapepo. Yule kijana kwanza akaokoka, mapepo yakatolewa. Mapepo yalipotolewa, ndio yule aliyetoa ushuhuda kwamba alipokwenda kwa mganga, mganga akamwambia alete kichwa cha mtoto mchanga, na akaambiwa kabisa nenda kwa mama fulani, na akaambiwa akanunue kisu chekundu, na akaenda akanunua hicho kisu, na akaenda kwa huyo mama kwenda kukata kichwa cha mtoto. Sasa ukienda kule kwenye Only Hope, nilikuwa naona anatiririka, baadaye ile story nilikatisha. Unajua ukiwa mhubiri lazima uwe na hekima na busara. Nisikie basi unasema amen. Waandishi wa habari wanasema kimya kikatawala. Haijulikani alikata kichwa au hakukata kichwa kwa usalama wake. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini anasema alipokuja kwenye mkutano akaona hali nyingine imebadilika. Jamani, haleluya. Huko nje alikuwa anatakiwa atoe vichwa vya watoto, lakini kwa sababu amekimbilia kwenye mlango wa salama wa safina wa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, yale yaliyokuwa anatembea na yale makorokoro na makochokocho na manyaunyau yaliyokuwa anamtesa, alipoingia kwenye ndani ya safina, yale mapepo yote yakakoma. Pigie basi Bwana Yesu makofi mengi sana. Najua kuna watu humu ndani tukiulizana hapa kwamba uliokokaje, kuna watu wengine namna walivyookoka wataki kusema. Yaani unaona aibu, kwa sababu wengine mlikuwa na majini humu. Kweli sio kweli? Jamani, kweli sio kweli? Hivi mimi ukiniangalia hapa unaweza ukafikiri mzimu unaweza ukakaa ndani yangu? Yaani mchungaji mzima hivi, alafu mizimu inanipiga kweli kweli. Tukikimbilia tukaingia ndani ya safina. Wapendwa, haleluya. Nasema tukiingia ndani ya safina tunakuwa tuko salama. Kwa hiyo wewe uliyeokoka uko salama, ila wewe ambaye uko nje kuna gharika. Wewe ambaye hujaokoka nje kuna gharika. Jamani, Bwana Yesu na asifiwe. Nasema Bwana Yesu na asifiwe sana. Jina la Bwana na libariki.